Ebungo Jenny, pause. Pause. What do you mean ati Samia amechagua msichana wake akuwe minister wa education? What is that? Ni kama ni kama mlichukua hiyo kujamii yenu mkaweka kwa container mkatusukumia hivi. What do you mean? Anataka kufanya ama guys amkumbuki must go akiingia alikuwa amejaribu hiyo wana. Amkumbuki at the office of the first daughter, the office of the first son. Mnakumbuka? Remember these people are cut from the same cloth. You don't listen, Smora. Minister kwanza wa education. Mnajua education venye ni ministry kubwa wewe, ni ministry strong. Wewe education in affect every person in the country. One time train the some kindly follow me on Instagram and Facebook. Also purpose to register as a voter if you haven't. Says what town. Wonders shall never cease. Wa Tanzania wanna breathe kama blow dry. Now we've got some breaking news. Samia Suluhu has appointed her daughter Wanu Amir as the Minister of Education. Actually, the Assistant Minister for Education. Let me tell you what that means here in Kenya. In Kenya, tunaitaga nepotism. Yeah, that one we normally call it nepotism. So, I don't know how you call it in Tanzania. Suluhism. Ofisi ya Raisi, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Waziri atakuwa Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Waziri ni Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda na naibu waziri ni Mheshimiwa Wanu Hafidh Amer. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Waziri ni Profesa Palamagamba John Kabudi. Naibu waziri ni Hamis Mwinjuma au maarufu Mwana FA, na naibu wa pili ni Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Sasa kule kwa jirani President Samia Suluhu ndio na unajua ukianza kucheki mtu anapiga appointments za design hii, wewe jua tu kwamba hiyo miaka ambayo mama amekalia kiti ndio mtagaragazana naye. Mama kafanya nini tena? Mama kaanza zile tabia za Kawera. Mwangaza. Unakumbuka? Ana point bwanake. Una point watu wenyu unamweka hapo. Anamweka hapo kama waziri ambaye ana portfolio. Haya. Sijui anti, sijui kazi, sijui nani, nani county. Nepotism. Sasa mama Samia amemweka mtoto ambaye anaitwa Wanu kuwa deputy minister wa education. Alafu as if that's not enough. Ndio. Yaani akamwambia Wanu chukua. Ndio. Minister of Education hiyo yako. Ndio. Son in law. Ndio. Tena inaonekana hizo appointments zinatoka pole. Watu walikuwa wameambiwa kwamba nitawaweka. Nitawapanga, msijali. Mohammed Mchengerwa. Ndio. Minister of Health. Son in law huyu. Napenda. Unapenda nini? Napenda mama. Unapenda nini? Napenda mama. Mtu na mtuwe. Kwa nini wasipewe nafasi? Labda they are qualified. No. Ndio. No. Haviendi hivyo. Haviendi hivyo. Manake ndio. Wewe unataka kuniambia huko nje hakuna mtu mwingine yuko na hizo qualification? Wapo ndio, lakini wamequalify nini? Si amepata nafasi akakuwa sasa waziri wa health huyu. Son in law. Haya msichana yake pia kawa naibu wa waziri wa nini? Education. Sasa mtoto huyu labda kasomea kule nini? Canada. Mimi napenda let me tell you. Mimi unajua sasa watapata nafasi vipi tusipowapatia nafasi hivi? Kina nani? Kwa sababu hata wewe I'm very sure saa zingine hata unapigwa nyumbani simu unaambiwa tuko na mtoto amefanya journalism. Siangalie tu hapo kama ni editing. Angalia mtoto tu hapo. Yaani uone tu hujaiambiwa wacha nikupe mtoto umweke tu pale popote.
Sasa mama amepata nafasi kama rais. Wacha nikuambie. Wacha nikuambie. Ndio. Hivi ndo vitu mnafanya. Wewe ukifumbua. Yaani cabinet nzima. Ndio. Ni wanafamilia. Mimi hata nikakuwa gavana saa hii naanza na Thomas anakuwa advice. Nilete mama yangu, nimweke kitchen. Haone maneno ya chikoni, nitakunywa chai yangu ni in fact sasa ndo msinikuwekee sumu kwa chai. Mama yangu aende chikoni. Niangalie sister yangu nini kazi yake ni kunibarisa kama gavana. Namwambia sasa maneno ya designing and interior, ofisi ya gavana sote, department sote, hiyo ni kazi yako. Kama ako qualified mbona nisimpatie kazi? Sawa. 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 Hamjajua maana. Mama oye. Wewe na kina nanio. Nani? Chawa wa rais. Ndio. Hamjajua maana. Lakini mwisho wa siku mtajua maana. Mimi nataka tuangalie documents za huyu mtoto wake huyu. Na tuangalie ya son in law documents. Inaweza kuwa labda ni a very big surgeon ambaye ata contribute kwenye cabinet ya mama. Kwa hivyo ule mula mwingine wangewekwa. Okay, hiyo time alikuwa hana mamlaka. Hana mamlaka, sasa ndo kusema. Sasa hivi wanaingizwa pole pole. Mimi nakwambia, utaingia ofisi. Ndio. Unauliza fulani yako wapi? Unaambiwa yuko nyumbani yanywa chai. Na hakuna kitu utafanya. Mama ataweka msingi dhabiti. Okay. Ndio. Okay. Majamaa, mimi nimenibulanda. Enyewe, mimi naamini kama Samia Suluhu Hassan kichwa yake si sawa. Ni kama kuna madudu kwa kichwa. Juu, hiyo nchi wasome jangori juu hataki kukumsikia. Alafu, badala tulie na peleke nchi vile inafaa kuenda. Yeye sasa anafuata Mseveni. Ati mpaka sasa imefika mali yenyewe. Ameamua sasa chukue mtoto wake ampatie kazi ya kuwa minister. Hiyo sasa ni kama kuudhiotizedi vizuri. Alafu akaenda kachukua mtoi wa former president Kikwete mwenye ni alai wake. Pia akapatia mtoto wake Wera. Ndio tizedi mubanje venye mnataka. Ai. Ni bulanda. Hebu imagine atisa Kenya nambari 1 sasa ni Ruto. Sasa atemekam hapo kwa Ministry of Finance akaeka George Ruto. Wewe imagine. Bulanda. Hata at least huyu mama angengojako wa Tanzania wapoa hata maumivu ambayo anaopitia. Hata wa Tanzania wajapoa wameshachukua familia yako unaanza kuweka kwa serikali. Hata amemweka mtoto wake kama waziri wa elimu. Sasa kwa elimu hapo mama hujui kusoma. Mtoto wako atajua aje kuongoza elimu. Si ndio Watanzania watabaki tu kuwajinga bado basi. Watu ni wengi hapo Tanzania. Wewe mbona unataka tu familia yako mkae kwa uongozi? Sasa hii Tanzania mimi nikiona Tanzania na Uganda hakuna tofauti. Museveni naye serikali ni yake mzima. Huyu mama pale anaelekea hiyo Tanzania inaenda kuwa yake peke yake. Wewe niambie, kumbe Kikwete amekuanga na kaka hapo nyuma akimpombeleza mama, kumbe alikuwa anataka familia yake naye iwekwe kwa mahali. Simuona amechukua mtoto wake amemweka. Tanzania inchi ni ya mtu binafsi na ni ya Samia Suluhu Hassan. Yaani mtoto yako hata ni kama tumedarau wa Tanzania hapo, ni kama kuna kaupendeleo. Umechukua familia yako unaweka pale. Kwani unataka kuniambia kuna mtu mkubwa mwenye anaweza kuwa na akili umweke kwa hiyo mambo ya elimu mpaka uchukue mtoto wako huyu? Hebu ona. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Waziri ni Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda na naibu waziri ni Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir. Bulanda. First of all, Tanzania is finished. Because Samia Suluhu is now about to turn Tanzania into a personal property. Yes, she's about to turn the presidency into a personal business something. Museveni, that's what he did though. He made his wife the Minister of Sports. He made his daughter the head of the Ugandan Commercial Bank. And now Samia Suluhu is about to do the same thing. Oh! So this is her daughter. Just look at her. Look, she chop. Look at her. So this is her daughter and she's the MP for Zanzibar constituency. Now, see, Tanzania President Samia Suluhu Hassan has appointed her daughter, Wanu Amir, as the Deputy Minister for Education. Yes, Deputy Minister for Education. She also appointed the husband to this one as the Minister of Health. Don't forget, Samia Suluhu is the 4th wife of her husband. So she has stepchildren as well. And she has 4 children as well. So after she shared the position to her biological children, then she'll go and share the rest of the position to her stepchildren. Tanzania, your own is finished too.
In Ghana, you dare not try that, you know. We don't care about the educational qualification of your child. If President Mahama appoints Sharif Mahama as the minister of something right now, the whole Ghana will not agree. We will shake it too. I tell you for fact. Anyways, Tanzania, at this moment, all I will say is that may God be with you, because Charlie, you need divine intervention now.